Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa wa Mungu. Karibu katika kipindi hiki maalum cha neno la Mungu. Mimi ni mchungaji Noah, mtumishi wa Mungu, na leo nimeungana na mtumishi mwenzangu kwa ajili ya kushirikiana na wewe ujumbe muhimu sana unaohusu maisha yetu ya kiroho. Praise the Lord, beloved children of God. Welcome to the special message of the Word of God. My name is Pastor Noah, a servant of God, and today I am joined by another servant of the Lord to share an important message concerning our spiritual lives. Wapendwa, leo tunazungumzia jambo ambalo Biblia imelisema tangu zamani, lakini leo tunaona dalili zake zikijitokeza duniani. Hili ni neno kuhusu siku za mwisho. Biblia inatufundisha kwamba kabla ya kurudi kwa Bwana Yesu kutakuwa na mambo mbalimbali yatakayotokea duniani. Yesu mwenyewe alisema katika Mathayo 24:42, "Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu." Beloved, today we are talking about something the Bible has spoken about from ancient times. But today we see many signs appearing around the world. This message is about the last days. Jesus himself said in Matthew 24:42, "Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come." Tunapoangalia dunia ya leo, tunaona mambo ambayo Yesu aliyatabiri. Kuna vita, chuki, watu kupoteza upendo, tamaa ya mali, na wengi kuishi bila kumjali Mungu. Lakini Mungu hatupi ujumbe huu ili tuogope, bali ili tujiandae. When we look at today's world, we see many things Jesus predicted. There are wars, hatred, people losing love, the desire for wealth, and many living without seeking God. God did not give us this message to create fear, but to prepare our hearts. Biblia katika Timotheo wa pili 3:1-5 inasema kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wapenda fedha, wenye kiburi, wasio na shukrani na wasiomcha Mungu. Wapendwa, tusiruhusu dunia itutenganishe na Mungu. Mali, umaarufu na vitu vya dunia vitapita, lakini uzima wa milele ni wa thamani kuliko vitu vyote. Leo ni siku ya kumtafuta Mungu. Leo ni siku ya kutubu. Leo ni siku ya kumpokea Yesu Kristo. The Bible in 2 Timothy 3:1-5 tells us that in the last days there will be difficult times. People will be lovers of themselves, lovers of money, proud, ungrateful, and without the fear of God. Our question today is, are you ready for the coming of Christ? Beloved, let us not allow the world to separate us from God. Wealth, fame, and earthly things will pass away, but eternal life is more valuable than everything. Today is the day to seek God. Today is the day to repent. Today is the day to receive Jesus Christ. Ndugu zangu, siku za mwisho si jambo la kupuuzwa. Yesu anarudi na kila mmoja wetu anapaswa kujiandaa. Tuwe watu wa maombi, watu wa imani na watu wanaoishi katika mapenzi ya Mungu. My brothers and sisters, the last days are not something to ignore. Jesus is coming again, and each one of us must prepare. Let us be people of prayer, faith, and obedience to God. Suchende. Mungu awabariki wote wanaosikia ujumbe huu. Kama bado hujamkabidhi Yesu maisha yako, huu ndio wakati wa kufanya hivyo. May God bless everyone who hears this message. If you have not given your life to Jesus, this is the right time to do so. Wapendwa katika Kristo Yesu, kabla hatujamaliza ujumbe wetu wa leo, napenda kuwapa neno la moyo na la matumaini. Kila mmoja anayesikia sauti yangu hapa ndani ya kanisa na kila mmoja anayetuangalia kupitia chaneli ya F-Films, tunawashukuru sana kwa kuwa sehemu ya huduma hii. Tunataka mfahamu kwamba Mungu ana mpango na maisha yako. Pamoja na changamoto unazopitia, usikate tamaa. Kuna wakati unaweza kuona kama mambo yamesimama, lakini Mungu bado anafanya kazi nyuma ya pazia. Endelea kumwamini Mungu. Endelea kuomba na endelea kusimama katika imani. Wapendwa, dunia inaweza kubadilika, watu wanaweza kubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Ahadi zake ni za kweli na neno lake linasimama milele. Kwa wale wote wanaotufuatilia kupitia F-Films, tunasema asante kwa upendo wenu na msaada wenu. Tunaomba muendelee kuwa pamoja nasi
kwa kufuatilia mafundisho haya, ujumbe wa Injili na vipindi vingine vitakavyokuja. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya F-Films, kuwasha alama ya kengele, kushare ujumbe huu na familia, marafiki na watu wengine, ili neno la Mungu liweze kuwafikia wengi zaidi. Kumbuka, kushiriki ujumbe huu kunaweza kuwa sababu ya mtu mwingine kupata tumaini, faraja na kumjua Mungu. Mungu awabariki sana. Mungu azibariki familia zenu, kazi zenu na mipango yenu yote. Endeleeni kuwa na moyo wa imani, kwa sababu Mungu bado yupo pamoja nasi. Bwana Yesu awabariki. Amina.